Je, unafahamu ya kwamba leo kulikuwa na kesi ambayo inamhusu Tundu Lissu mahakamani Dar es Salaam? Na je, kesi hii ilikuwa inazungumzia nini na majaji wamechukua uamuzi gani kumhusu Tundu Lissu? Kaa nami hadi tamati ni kujuze yote, lakini nimefahamu kitu kimoja. Wengi wenu mnatazama taarifa au video kabla hamja like na kusubscribe. Hivyo basi leo nataka uchukue sekunde yako moja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii. Subscribe kisha bonyeza alama hiyo ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia na itakuwa kama malipo yako kwangu. Mtazamaji, najua ulikuwa hufahamu ya kwamba leo kulikuwa na maendeleo katika kesi ambayo inamhusu Tundu Lissu, mawakili wake pamoja na chama cha wanasheria Tanganyika kinachoongozwa na Boniface Mwabukusi. Mabishano ya Tundu Lissu yameendelea kuibua hisia kubwa nchini Tanzania, na sasa kesi mpya mahakamani inayohusu haki zake akiwa kizuizini au gerezani Ukonga inakuwa moja ya kesi za kisheria zilizofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini siku ya leo. Kilichoanza kama malalamiko ya mawakili wake juu ya vikwazo vya kuingia katika gereza la Ukonga sasa yamekuwa mjadala wa kikatiba na yakaweza kuburutwa hadi mahakamani, ambao sasa mjadala huo unaweza kuwa na athari mbali zaidi ya Lissu mwenyewe. Kesi hiyo vilevile imevuta hisia za chama cha wanasheria Tanganyika TLS inayoongozwa na Boniface Mwabukusi, taasisi za serikali pamoja na wataalamu wa sheria na wafuatiliaji wa masuala ya siasa ambao wote wanafuatilia kwa karibu sana yaliyoendelea leo. Wafuasi wa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu wameona kesi hii ya leo ni kipimo muhimu cha haki za kisheria, huku wengine wakiiona kuwa ni fursa kwa mahakama kuweka wazi mipaka kati ya utawala wa magereza na haki za kikatiba za mahabusu. Wacha ni kueleze kesi hii ilianza vipi na inahusu nini. Ndani ya wiki au miezi kadhaa iliyopita, Chadema na mawakili wa Tundu Lissu wamekuwa wakilalamika ya kwamba endapo tu wanatembelea gereza la Ukonga, wakati mwingine kukutana na Tundu Lissu, wakati mwingi wamekuwa wakizuiliwa na askari magereza kutokutana na Tundu Lissu. Na hii mtazamaji, ndiyo iliyopelekea Tundu Lissu binafsi akishirikiana na mawakili wake pamoja na chama cha wanasheria Tanganyika kikiongozwa na Boniface Mwabukusi kuelekea mahakamani kufungua kesi mpya dhidi ya utawala. Katikati ya mgogoro huo ni madai yaliyotolewa na mawakili wanaofahamika kama Kulwa William Maduhu pamoja na Nation Nkungu na Paul Kisabo. Wote hawa ni mawakili washirika wa Tundu Lissu ambao waliweza kuwakilisha kesi hiyo mahakamani ambayo imesikilizwa leo. Mawakili hao wanadai kuwa vikwazo vilivyowekwa kwenye mikutano kati ya Lissu na timu yake ya wanasheria gerezani vimeathiri uwezo wao wa kufanya mashauriano ya siri ya kisheria. Hivyo basi walishtaki ya kwamba wanawekewa vikwazo, muda wengine hata kuzuiliwa kukutana na mwenyekiti wao. Ombi lao linawataja mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna jenerali wa magereza na ofisa mfawidhi wa gereza la Ukonga kuwa ni walalamikiwa au washtakiwa. Kulingana na waombaji hao, mawakili wa Tundu Lissu, suala hilo linakwenda zaidi ya taratibu za kawaida za magereza. Wanasema kuwa mawasiliano ya kibinafsi kati ya wanasheria na wateja wao ni kanuni ya msingi ya haki na msingi wa mchakato wa kisheria wa haki. Bila ufikiaji wa siri, wanasema uwezo wa wanasheria kuandaa utetezi katika masikizo ya kesi ya uhaini unaofaa unaweza kuathiriwa au kuweza kukwazika. Hata hivyo, hii ni moja ya sababu kesi hiyo imevutia umakini mwingi siku ya leo mitandaoni. Haionekani tena kama mzozo unaohusisha kiongozi mmoja wa upinzani. Badala yake, waangalizi wengi wa sheria wanaamini kuwa inazua maswali mapana zaidi kuhusu haki za wafungwa au watu walio gerezani na wajibu wa taasisi za serikali katika kulinda haki hizo. Katika miezi ya hivi karibuni, wafuasi wa Tundu Lissu wamekuwa wakipinga mara kwa mara kwamba hali yake ya kisheria inapaswa kushughulikiwa kwa uwazi na haki. Kila tukio linalohusisha kuzuiliwa kwake Tundu Lissu kufikishwa mahakamani na maombi ya kisheria limezua mjadala wa kitaifa na kufanya kesi hii ya hivi punde kuwa sura nyingine muhimu katika sakata ya kisheria ambayo tayari imechunguzwa kwa kina. Ushiriki wa chama cha wanasheria Tanganyika umeongeza zaidi maslahi ya umma. TLS ambayo inaongozwa na Boniface Mwabukusi, chama hichi cha wanasheria, imeeleza kuwa maslahi yake Tundu Lissu katika suala hilo hayaishi kwa mtu mmoja pekee. Kwa mujibu wa msimamo wake, kesi hiyo inagusa misingi mipana inayogusa taaluma ya sheria, upatikanaji wa haki za binadamu,
na utawala wa sheria. Wakati kesi hiyo ikiendelea, mahakama imeagiza pande zote ikiwemo mawakili wa Tundu Lissu mwenyewe na chama cha wanasheria Tanganyika kikiongozwa na Boniface Mwabukusi waweze kuwasilisha hoja za kimaandishi kati ya Juni tarehe 8 na Juni tarehe 18. Ratiba hii inaangazia uzito wa mahakama unaoshughulikia suala hilo. Hivyo basi mnamo tarehe 8 na Juni tarehe 18 inatarajiwa ya kwamba upande wa Tundu Lissu utaweza kuwakilisha malalamishi yao. Ratiba hii inaangazia uzito wa mahakama unaoshughulikia suala hilo. Uamuzi wa maombi ya TLS unatarajiwa kuwasilishwa kwa njia ya kielektroniki kabla ya kikao kikuu kuanza. Kwa wanaomuunga mkono Tundu Lissu, suala hilo linasonga mahakamani yenyewe inatazamwa kama maendeleo muhimu. Wanasema kuwa maswali ya kisheria yanayohusu upatikanaji wa mawakili yanastahili ufafanuzi wa mahakama na kwamba mchakato huo unatoa fursa kwa masuala ya kikatiba kuchunguzwa kwa uwazi. Umuhimu mpana wa kesi hiyo unatokana na ukweli kwamba usiri wa wakili mteja unatambuliwa kote kama sehemu muhimu ya uwakilishi wa kisheria. Ulimwenguni kote, mfumo wa kisheria kwa ujumla hulinda uwezo wa wanasheria wa kuwasiliana faragha na wateja wao ili ushauri wa kisheria uweze kutolewa kwa uhuru na kwa ufanisi. Lakini hili likishindikana, ndo mambo kama haya ya Tundu Lissu na mawakili wake na TLS kufikisha suala hilo mahakamani ili kutendewa haki. Kwa hivyo maoni yanayohusu kesi hiyo yamelenga ikiwa taratibu zilizopo za magereza zinasawazisha vya kutosha masuala ya usalama na haki za kikatiba. Ingawa wakuu wa magereza wana majukumu yanayohusiana na usalama na utawala, wanasheria wanasema kuwa majukumu hayo yasiingiliane na mashauriano ya siri ya kisheria. Wataalamu wengi wa sheria wanaamini kwamba uamuzi wa mwisho wa mahakama unaweza kuweka mwongozo muhimu kwa kesi zijazo. Ikiwa mahakama itafafanua jinsi mamlaka ya magereza yanapaswa kushughulikia mashauriano ya kisheria, uamuzi huo unaweza kuathiri desturi za uwekaji kizuizini zaidi ya mzozo huu mmoja. Sababu nyingine ya kesi hiyo kuwa kubwa ni wasifu wa kisiasa wa Tundu Lissu mwenyewe. Akiwa mwenyekiti wa Chadema na mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania sasa hivi, maendeleo yoyote ya kisheria yanayomhusu ama yanayomhusisha kwa kawaida yanavutia umakini wa umma na kutrend sana. Waangalizi wanaeleza kuwa kesi zinazohusisha watu mashuhuri wa kisiasa mara nyingi huwa alama za mijadala mikubwa kuhusu haki, utawala na taasisi za kidemokrasia. Iwapo wafuasi au wakosoaji wanakubaliana na Tundu Lissu kisiasa, wengi wanatambua umuhimu wa kuhakikisha taratibu za kisheria zinaendeshwa ipasavyo. Tahadhari sasa inaelekezwa hadi Juni tarehe 23, wakati mahakama hiyo ikitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu maombi haya ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS na Tundu Lissu pamoja na mawakili wake, nikimaanisha kwamba mahakama imeamua kwamba itaweza kusikiliza tena mnamo Juni tarehe 23 ombi hilo la Tundu Lissu pamoja na chama cha wanasheria Tanganyika. Uamuzi huo unaweza kuamua jinsi kesi pana inavyoendelea na inaweza kutoa maarifa muhimu katika tafsiri ya mahakama ya masuala yaliyoibuliwa. Baada ya tarehe hiyo, kesi kuu inatarajiwa kuanza Julai tarehe 1 mwaka 2026 mbele ya jopo la majaji watatu. Wachambuzi wa kisheria wanaamini kuwa kesi hiyo inaweza kuwa moja mitihani muhimu ya mahakama ya haki za wafungwa na upatikanaji wa kisheria katika miaka ya hivi karibuni. Kwa Tundu Lissu, kesi hiyo inawakilisha upande mwingine katika mfululizo wa mabishano ya kisheria yanayoendelea kushuhudiwa kwa wakati mmoja. Wakati Tundu Lissu anabakia kujikita katika kujitetea katika masuala mengine yaliyoko mahakamani, mzozo huu hasa unategemea mazingira ya kiutendaji ambayo utetezi huo unatayarishwa. Hata hivyo, wafuasi wanahoji kuwa kupata wakili wa kisheria ni mojawapo ya haki muhimu zinazopatikana kwa mtuhumiwa yoyote. Wanashikilia kwamba bila kujali mashtaka yanayohusika, kila mfungwa anapaswa kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi na kwa faragha na kwa siri na wawakilishi wa kisheria au mawakili wake. Mtazamaji, na kukumbusha tena, wengi wenu mnasikiliza taarifa kama hamja subscribe. Hivyo basi leo fanya jambo la busara, tafadhali subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu.